Tunataka tujifunze jinsi ambavyo tulipata hapa na Biblia ambayo ina maagano yote mawili, Agano la Kale na Jipya. Lakini huu muunganiko tulionao wa haya maagano yote mawili haukuwa hivi tangu mwanzo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi ambao tunasoma kwenye vyuo vya teolojia, vyuo vya Biblia, tunajifunza vile ambavyo vitabu vilikusanywa hata likapatikana Agano la Kale na likapatikana Agano Jipya. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo leo tutakuwa tunazungumza kipengele ambacho kinaitwa jinsi tulivyolipata Agano Jipya. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema the formation of the New Testament canon. Bwana asifiwe. Halo. Na ni muhimu kufahamu jambo hili kama Wakristo, kwa sababu Wakristo wengi wanaiona Biblia na wanakuwa na Biblia, lakini wana mawazo tofauti tofauti na madhanio tofauti tofauti kuhusu vile ambavyo ilitokea. Wengine wanafikiri labda ilikuwa tu hivyo, ilishushwa kutoka mbinguni ikiwa na vitabu 66. Lakini walisia ni kwamba kuna baadhi ya madhehebu wana vitabu zaidi ya 66. Halo. Kwa hiyo kuna mchakato ambao ulipitiwa mpaka zikafika mahali ambapo tunazo hizi Biblia zenye vitabu hivi 66 ambavyo tunatumia. Sasa kwa habari ya Agano Jipya tuna vitabu 27 tu ambavyo vinatumika mahali hapa, na hii kwenye Biblia ya makanisa ya Kiprotestanti ya Kiinjili, kwa lugha nyingine ni vitabu 27. Lakini pia kwa dhehebu kama la Wakatoliki na 27. Kuna dhehebu lingine linaitwa Orthodox, wao wana vitabu kama 30 na kitu. Kuna vitabu vingine viko humo ambavyo waliweka ambavyo sio sehemu ya Biblia yetu. Sasa muda hautatosha kuelezea kila kitu leo, lakini nitaenda angalau kwa muhtasari. Na muhtasari huu ambao tunauanza leo unaeleza kwa ufupi jinsi ambavyo Agano Jipya lilipatikana. Na kwa hiyo kweli yangu ya msingi au kweli ambao tunataka tuzungumze ni kwamba kanisa halikutengeneza Agano Jipya. Halo. Bali lilitambua na kuhifadhi vitabu ambavyo viliandikwa na mitume kwa msaada wa Mungu, na likavihifadhi mpaka tukavikuta hivi tulivyo navyo leo. Na ni muhimu jambo hili kulifahamu kwa sababu kumekuwa na milipuko ya madhehebu mengine yanakuwa na nyongeza kwenye Biblia. Si kama mnawafahamu, wanaitwa kanisa la watakatifu wa siku za mwisho. Wao wana vitabu vingine vya ziada kwenye dini yao hiyo, na wao wanajiita ni Wakristo. Kuna baadhi ya vitabu ambavyo tunatumia kwenye Biblia hii na wao kwenye Biblia yao vimo, lakini wana huyo kiongozi wao naye alipata mafunuo, kwa hiyo naye akawa sehemu ya kitabu ya vitabu ambavyo vinaunda Biblia kwenye nani yao. Lakini kuna kanisa lingine, si ni kanisa sasa, hata inastahili kuitwa ni dhehebu, kutokana na vile ambavyo wanaamini Biblia zao tafsiri zake ni tofauti na hii ya kwetu. Wanaitwa Mashahidi wa Yehova, unaitwa tafsiri ya ulimwengu mpya. Hawa hawaamini kwamba Yesu ni Mungu, lakini pia hawaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Na kwa hiyo kwenye maelezo yao ukikuta kipengele kile ambacho kinazungumza kuhusu Yesu, kama kwenye Yohana ile sura ya 1 wanaposema naye neno alikuwa ni Mungu, ile Mungu badala ya kuandika herufi kubwa wao wanaandika ndogo. Alafu kwenye maeneo ambayo yanazungumza kuhusu Roho Mtakatifu, kwenye muundo ya sentensi hawaoneshi kama Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Wanaonesha yeye ni kama nishati tu ama nguvu fulani kama ya umeme au ya chochote. Hawaamini kwenye utatu pia, kwa sababu kama Yesu sio Mungu, maana yake hawezi kuwa sehemu ya utatu. Kuna tofauti kama hizo, na sisi sasa hatuko kwenye mambo hayo leo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naomba tuanze sasa naomba niombe kwa baada ya kutoa utangulizi mfupi.